Karibu katika darasa hili. Leo nitakwenda kufundisha jinsi ya kuagiza bidhaa kutoka China na nitakupa hatua hadi hatua. Katika darasa hili nitakwenda kufundisha bure kabisa, na watu wengi sana mmekuwa mkichajiwa katika madarasa mbalimbali ambayo mmekuwa mkifundishwa kuhusu namna gani unaweza kuagiza bidhaa kutoka China. Lakini leo Tanzania Marketing Pro imeona kabisa kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kila mtu akafahamu mbinu hizi, kwani najua kabisa kwamba kuna wajasiriamali wengi sana nao wanatamani kufunga bidhaa zao kutoka China. Basi kabla hatujatumia muda mwingi sana, hebu tuangalie vitu gani ambavyo tutavigusa katika darasa letu la kuagiza bidhaa kutoka China. Haya ni mambo ambayo tutakwenda kuyasoma katika kozi hii, na kitu cha kwanza ambacho tutakwenda kuangalia utangulizi. Baada ya kujifunza kwenye utangulizi, tutaangalia jinsi ya kununua bidhaa nchini China. Tutajifunza jinsi ya kujisajili katika Alibaba, na hilo ndio ambalo soko letu leo tutakwenda kulizungumzia. Application ya Alibaba, aina za wauzaji Alibaba, namna ya kupata supplier sahihi Alibaba, kubadili bei za bidhaa kwenda pesa za Kitanzania, kubadili pesa katika app ya Alibaba, jinsi ya kuchagua bidhaa zenye ubora na kuepuka matapeli katika masoko ya Alibaba, jinsi ya kuchangia bidhaa katika soko la Alibaba, jinsi ya kuchagua bidhaa katika soko la Alibaba, jinsi ya kuwasiliana na wauzaji wa bidhaa soko la Alibaba huko China, malipo ya bidhaa Alibaba, jinsi ya kufanya malipo kwa njia ya laini ya simu, usafirishaji wa bidhaa kutoka China, aina za usafirishaji wa bidhaa kutoka China, usafiri wa anga, na mwisho kabisa tutamalizia na usafirishaji wa maji. Basi bila kupoteza wakati, kama una daftari kwa ajili ya kuandika notes, unaweza ukachukua daftari lako na ukakaa pembeni ili uweze kuchukua notes. Na mimi ni Alex Maganga na hii ni Tanzania Marketing Pro. Unaweza ukalike, ukasubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Hebu tuanze na utangulizi ili tuone kwamba namna gani unaweza ukaagiza bidhaa kutoka China. Najua umekuwa ukiambiwa kwamba tunafundisha jinsi ya kuagiza bidhaa kutoka China hatua kwa hatua, na umekuwa ukichajiwa fedha nyingi sana. Kuna watu wamechajiwa mpaka shilingi 200,000, 300,000 na hadi 500,000. Na hii ni kutokana tunakupata haya maarifa. Sisemi kwamba ni vibaya, ni vizuri sana, lakini leo nimekuja na darasa hili la bure kabisa. Nitakufundisha bure kabisa, na kama hautaelewa basi nitakupa kitabu changu ambacho nimekiandaa kinachoelezea hatua kwa hatua jinsi ya kuagiza bidhaa na kusafirisha hadi kupokea Tanzania. Sasa nikukaribishe karibu darasani, na hili ndilo darasa la kuagiza bidhaa kutoka nchini China. Sasa kwa nini tunakwenda kujifunza? Tunakwenda kujifunza ili kuanza biashara na kufanya biashara ambayo itakupa faida nzuri mbali na mtaji uliokuwa umeuwekeza. Kwa sababu gani? Wengi wao wanaonunua kutoka China huwa wanaongeza bei mara 2 mpaka mara 3. Sasa sisi hatutaki kuwa hao. Sisi tunataka kupata ujuzi na sisi tuanze biashara. Haya, tuanze. Unapokuwa unataka kununua kitu kutoka China, sana kuna vitu unatakiwa kuvielewa. Jinsi gani unaweza kuanza kuagiza bidhaa kutoka China? Bidhaa hizi ni za jumla kwa ajili ya biashara. Utaagiza moja kwa moja kutoka kwa wazalishaji. Kupitia kitabu hiki utaweza kuona bei halisi za bidhaa na kujua jinsi gani ya kusafirisha mpaka mzigo utakapokuwa unakufikia hapo ulipo. Pia utafahamu na kumtambua mzalishaji gani wa bidhaa utakayeweza kumtumia na yupi sio salama kumtumia ili kuokoa pesa zako zisipotee. Haya yote utaweza kuyafanya kupitia simu yako ya mkononi. Niamini mimi, haya mambo yanawezekana.
huhitaji mtu wa kukushika mkono zaidi ya huu mwongozo. Watu wanapiga pesa kwa kuagiza bidhaa kupitia mtandao tu, bila hata ya kukanyaga China. Bidhaa utakazouziwa Bongo hapa Tanzania shilingi 80,000 mpaka 100,000. Jua mfanyabiashara huyo kainunua China kwa shilingi 20,000 hadi 30,000. Hem, tutazame mfano huu hapa. Naweza ukaona mfano huu hapa. Hii ni blender, ni mashine ya kusagia juice. Hapa China inauzwa shilingi 20,000, lakini ukinunua pisi nyingi utauziwa shilingi 19,000. Bei ya kununulia China ndio hiyo hapo. Sasa tuje tuangalie Bongo, bei ya kuuzia Tanzania. Hapa nimekwenda kutafuta application za wauzaji wanauza mtandaoni hapa Tanzania. Unaweza kaona hiyo Silver Crest blender inauzwa shilingi 85,000. Sio kitu cha ajabu, lakini ndivyo watu wanavyofanya biashara. Na wewe unaweza ukaanza pia. Ijapokuwa kuwa gharama ya usafiri haiwezi zidi shilingi 15,000 mpaka shilingi 20,000 kwa kila blender. Hapo utaona gharama mpaka inamfikia mkononi mfanyabiashara ni shilingi 35,000 mpaka shilingi 40,000. Kwa hiyo bado huyo mfanyabiashara anakuwa na faida yake kubwa tu. Ingia kwenye mtandao wa www.alibaba.com. Hebu fanya utafiti wa bidhaa mbalimbali. Naamini huwezi kukosa wazo la nini utaweza kuagiza na kuanza kuuza kwa faida nzuri. Hata kama huhitaji kwa sasa, hebu download hii application. Ufanye japo utafiti wa kujua bei za bidhaa zipo vipi huko viwandani na wanauzaji huko masokoni Tanzania. Chunguza bidhaa zinazouzika mtandaoni au madukani. Kisha jaribu kuja kuangalia viwandani China wanauzaje. Kisha ujionee ni kwa jinsi gani watu wanapiga faida ndefu hapa Bongo. Tena kwa mikoani ndio usiseme. Kama mtu akinunua mzigo Kariakoo anapata faida, je, akiagiza kutoka China moja kwa moja itakuwaje? Huu ni mwongozo brother. Huu ni mwongozo wa jinsi ya kuagiza bidhaa viwandani China kwa bei ya viwandani. Sasa kuna mambo ambayo tutakwenda kujifunza katika mwongozo huu. Tutakwenda kujifunza kama nilivyokwenda kutangulia pale mbele. Tutaangalia Alibaba ni nini, jinsi ya kujisajili Alibaba, aina za wauzaji Alibaba, faida za kununua wewe mwenyewe Alibaba, jinsi ya kupata supplier sahihi Alibaba, hatua kwa hatua namna ya kununua mwenyewe bidhaa Alibaba, njia za kusafirisha mzigo wako kutoka China kuja Tanzania na gharama zake na kuendelea. Sasa kama wewe ni mara yako ya kwanza, basi darasa hili linakuhusu sana. Karibu tena, tuendelee. Kama tumeshaweza kujifunza kwenye utangulizi wetu hapo, basi twende sehemu ya pili, tuangalie jinsi ya kununua bidhaa China. Jinsi ya kununua bidhaa China. Unanunuaje bidhaa China? Kuna mtu anaweza kujiuliza, inawezekanaje na wakati mimi niko Tanzania na sina nauli ya kuweza kusafiri kuelekea China? Naam, iko hivi. Ili kuweza kufanya biashara hii, cha kwanza hauhitaji nauli, hauhitaji chochote. Unachotakiwa kuwa nacho ni hii application inayoitwa Alibaba. Hii application inapatikana mtandaoni na uzuri unatumia tu simu yako unaitafuta. Mimi naweza nikaitafuta hapa kwa njia ya kompyuta, lakini hata ukiwa na simu unaweza kuipata application hii. Unaweza ukaiona hii ndio Alibaba. Naam, application yetu inalodi na inaendelea kufunguka. Inaendelea kufunguka, ni hii hapa. Hapa inanihitaji nichague email. Mimi tayari nimeshajiunga, lakini kama wewe ni mara yako ya kwanza, basi itakuhitaji uweze kujiunga ili upate
fursa sasa ya kusearch, kutafuta kile ambacho kinauzwa Alibaba. Okay, hii ndio Alibaba. Unaweza ukaona hapa vitu ambavyo tunavizungumza hapo, unaweza ukaviona, na mimi nimeshajiunga kwenye hii account, ni mwanachama, na hivyo naweza kufanya chochote. Naweza nikanunua kitu chochote kutoka hapa nilipo na kikanifikia hapa Tanzania. Sasa na wewe pia unaweza ukafanya hivyo. Tuendelee na somo, alafu baadaye tutakuja kuangalia nini ambacho unatakiwa kujifunza kwenye darasa letu la kujifunza namna ya kununua bidhaa kutoka China. Naweza nikaandika hapo neno blender. Naweza kuona hapo zimekuja za makampuni tofauti tofauti. Kuna hii Silver Crest, bei yake hapa inasoma 22,000, lakini ukichukua pisi nyingi sana hiyo hapo 17,000. Hebu tazama, huu ni mwaka 2025 na bado bei yake haichezi. Mwaka jana ilikuwa inacheza shilingi 20,000, leo imeongezeka hiyo shilingi 2,000 tu. Umeiona hiyo blender? Basi ngoja tuendelee na darasa. Sasa hiyo ndo application ya Alibaba ambayo tulikuwa tunaitazama. Kuna application nyingi, kuna AliExpress, kuna Made in China, kuna Taobao, kuna ziko nyingi sana, lakini leo nataka tujifunze Alibaba kwa sababu Alibaba ndio imekuwa ni complex, inafahamika sana na ni rahisi pia hata kuitumia kwa sababu inatumia lugha ya Kiingereza. Kwa sababu kuna nyingine pia hazitumii lugha ya Kiingereza, zinatumia hicho Kichina chao. Sasa tuifahamu nini maana ya application ya Alibaba. Kwa sababu ni soko kuu la mtandao la ununuzi wa bidhaa, ndivyo maana tunakwenda kujifunza kupitia nini? Kupitia Alibaba. Kwa tusema Alibaba, hii ni application maalumu ambayo imesimama kama jukwaa la kuwakutanisha kati ya wauzaji na wateja, na mmiliki mkubwa ni Mchina ambaye anafahamika kama Jack Ma. Kwa hiyo yenyewe inasimama kama mtu wa kati. Yeye hana kiwanda, yeye hauzi chochote, ila yeye anaunganisha wauzaji wa jumla pamoja na wajasiriamali au wafanyabiashara mbalimbali. Lakini pia Alibaba unaweza ukanunua vitu hata kwa wewe mtu binafsi, kwa maana kwamba ukanunua kitu kimoja, viwili, vitatu na kuendelea. Ingawaje sikushauri sana. Ni vyema kama unataka kitu kimoja, viwili na kuendelea, nitakwambia application gani ambazo unaweza ukazitumia. Kama unataka kuitumia Alibaba, basi unaweza tumia tu. Sio unaweza, jitahidi utumie kibiashara, yani uchukue vitu vingi ili uweze kupata discount zaidi. Kama nilivyokuonyesha katika application hii ni Silver Crest. Hii ni Silver Crest. Hii ni Silver Crest. Ukiangalia hapa kuna kitu kinaitwa order. Ukichukua idadi ya bidhaa kuanzia 10,000 unapata hizi blender kwa shilingi 17,868. Yaani uanze kuchukua pisi 10,000. Sasa kama utakuwa unachukua pisi 5,000 mpaka pisi 9,999 utachukua kwa shilingi 22,973. Ni wastani kama shilingi 23,000. Usiogope, maana unaweza ukaanza kujiuliza nitapata wapi mtaji wa kuanza kuagiza blender PC 5,000? Hapana, ni sehemu tu ya kuendelea na darasa hili ili niweze kukupa elimu tosha ili ujue kwamba unawezaje kuanza. Unaweza ukaanza hata na PC 10, unaweza ukaanza na PC 5, unaweza ukaanza hata na PC 3. Inategemeana wewe umejipangaje na biashara yako ina soko kiasi gani. Sasa twende mbele.
Kwa hiyo kama baada ya kuifahamu Alibaba ilianzishwa na nani na lengo lake ni nini, tunatambua wote kwamba China ni nchi ambayo ina viwanda vingi sana, na huyu Jack Ma alikuja akachukua fursa, huyu akaona acheze na fursa. Jack Ma aliona acheze na fursa ili aweze kupiga pesa, na kweli ni miongoni mwa matajiri wakubwa sana pale China. Kwa yeye hana kiwanda, yeye kazi yake ni kuwaunganisha wajasiriamali kutoka mataifa tofauti tofauti na viwanda vinavyopatikana pale China. Kwa hiyo China amekuwa ni supplier anayeuza karibia duniani kote. Mtu asikwambie Alibaba ni jukwaa kubwa sana. Watu wanaagiza mpaka container zinapakiwa kwenye meli humo, zinakuja mataifa ya Afrika na kuendelea, na hata Marekani pia wanaagiza humo. Sasa kwenye soko hili kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvijua kabla hujaanza kuitumia Alibaba. Cha kwanza, kuna kitu kinaitwa piece. Ili kufikia idadi, ili uweze kununua sasa soko la Alibaba, kuna kitu kinaitwa piece maana yake ile idadi ya vile vitu ambavyo unavinunua ambavyo supplier huwa anashauri uanze kununua hivyo vitu. Sasa kwa Kiingereza hicho kitu huwa kinaitwa MOQ. MOQ maana yake ni nini? MOQ maana yake ni minimum order quantity. Hii maana yake ni minimum order quantity. Tukisema minimum order quantity, yani kwa maana kwamba ili uweze kununua viwandani kuna idadi ya bidhaa ambazo zimepangwa uzifikie, ndo wao wakuuzie kwa bei che. Vinginevyo basi utauziwa kwa bidhaa au kwa pesa ya rejareja. Na hiyo na wewe mwenyewe pia unaona hata ukiwa unaenda kwenye maduka ya jumla hapa Tanzania. Kwa mfano kwa wale ambao wajasiriamali wanapokwenda kufunga mzigo kwenye maduka ya jumla, pia huwa wanatajiwa ni pisi ngapi ambazo unatakiwa kuzinunua ili uweze kupewa kwa bei ambayo ina discount ndani yake. Vinginevyo basi utakuwa unanunua kwa hasara, na hata kama utakwenda kuuza basi ni changamoto kidogo kupata. Kwa hiyo inawezekana idadi ikawa kuanzia pisi 10, pisi 20, pisi 30, pisi 100 na kuendelea. Hizi nimetolea tu mfano, lakini kwenye Alibaba tumeona kuna pisi mpaka 10,000, pisi 5,000, inategemeana. Sasa hayo yote inawezekana pia yakawa ni mazungumzo kati yako wewe na yule seller, yule muuzaji au supplier ambaye unataka kufanya naye biashara. Wakati mwingine kama umeona MOQ ni kubwa sana, basi mnaweza mkazungumza ili aweze kukupunguzia OMQ, ile MOQ. Sasa ili kuweza kupata bidhaa hizo ni vizuri sana ukakaa chini ukachakata mtaji wako na ukaangalia ni bidhaa gani ambazo unazitaka. Bidhaa ziko nyingi sana, ingawaje kuna bidhaa kama za vipodozi yenyewe, bidhaa ambazo ndogo ndogo size, kwa maana ndogo ndogo zenyewe huwa zinahitaji idadi kubwa. MOQ huwa inakuwa kubwa kwa sababu ni vitu vidogo vidogo, tofauti na mashine ya makubwa. Mashine makubwa unaweza ukashangaa wanaanza kuuza hata pisi moja. Kwa mfano tuchukue labda kama hizi mashine za printer, mashine za labda viwanda mashine za ice cream, mashine za kusaga juisi ya miwa, hizo huaga zinaanza pisi moja na kuendelea. Lakini inapokuja vitu vidogo vidogo kama vile labda miwani, charger, simu pamoja na labda laptop na kuendelea, vitu vidogo vidogo hivi, labda hivyo home appliances kama blender, rice cooker, na mara nyingi huwa wanashauri kwamba uchukue vingi sana kwa sababu ni vitu vidogo vidogo. Okay, basi tumeshamaliza sehemu ya pili. Hebu tuje sehemu ya tatu. Tuangalie jinsi ya kujisajili katika Alibaba. Jinsi ya kusajili katika Alibaba. Unawezaje kujisajili katika soko la Alibaba? Sasa kuna vitu ambavyo vya msingi kabla hatujaanza lazima uwe navyo. Cha kwanza, jitahidi uwe na application ya Alibaba. Na kama hauna, basi unaweza ukaingia kwenye simu yako. Ukishaingia kwenye simu yako, utatafuta browser, labda Google Chrome, yoyote ambayo unaitumia wewe. Kisha uwe na majina yako mawili, tumia majina yako mawili, na ni vizuri ukatumia majina yako kamili ili kutokuepusha mchanganyiko au mzigo yako isipotee. Lakini pia unaweza, muhimu kuwa na namba ya simu ambayo ndio unaitumia sasa inapatikana. Uwe na anwani ya makazi au sehemu unapoishi. Kama una anwani ya makazi huna, usifikirie labda mpaka uende ukafungue sanduku la posta, PO box, sio nini. Hapana, achana na hizo mambo. Unaweza tu ukatumia mji ambao unaishi huo mji. Kwa mfano unaweza kawa Dar es Salaam, Mwanza, Kigoma, inatosha.
lakini pia uwe na barua pepe, yani email, kila moja yanayo, labda alexmaganga9@gmail.com, lakini pia uwe na bando kwa maana internet. Hivyo ndio vitu 6 ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili kuweza kujisajili katika application ya Alibaba. Sasa tuanze kujisajili kwenye application ya Alibaba. Application ya Alibaba hii ndio itakayokusaidia sasa kukuunganisha na soko la Alibaba, ambapo utakutana na wauzaji wa bidhaa unazozihitaji kununua. Kwa ujumla au kwa lugha rahisi, hapa tunaingia sokoni sasa. Machimbo yote ya wauzaji kutoka viwandani yapo hapa. Sasa application hii unaweza kupata Play Store kama unatumia Android, lakini pia unaweza kupata Apple Store kama unatumia simu ya iPhone, iOS na kuendelea. Haya. Sasa usianze labda kufikiria kwamba nataka nikanunue simu mpya ili niweze kuidownload application ya Alibaba. Hapana. Ni simu hiyo hiyo inaweza kuweza kuinstall hiyo application. Haihitaji specification wala simu kubwa sana, ni simu tu ya kawaida inaweza kusaidia ukaweza kuinstall hiyo application yako. Na kuna sasa kuna wale sasa wenzangu na mimi, hakisha simu yako imeunganishwa na huduma ya internet nzuri. Kuna wale wengine ambao waga penda kidogo kitonga, mara ni hotspot hapo niweke na nini, na bando lako anza kujiunga mwenyewe ili ujiunge bila kukosea, ujisajili vizuri ili usije ukakosea. Sasa anza kwa kuwasha data. Kitu cha kwanza unaanza hapo hatua za kujisajili, unawasha data. Ukishawasha data unaingia kwenye Apple Store. Unaweza kuona maelekezo hapa. Unaweza kuona hapa maelekezo. Apple Store ni hii hapa. Kwenye simu sasa hapo nakuelekeza. Fungua app ya Play Store, Apple Store kwenye simu yako itafunguliwa hivi. Kisha funguliwa, hii ni Android, utakuja hapa kwenye search. Ukibonyeza kwenye search itakuleta hapa, si ndio? Ikisha kuleta hapo, basi kisha search itaonekana kama hapo chini ibofye. Maana yake kisha toka hapa, wewe utaandika neno Alibaba. Ukishaandika neno Alibaba itatoka neno icon ya application hii hapa. Application yenyewe ni hii hapa. Mimi kwangu imeniambia update kwa sababu tayari ninayo. Okay? Kwa wewe ambaye huna itakuletea neno hapa install. Kwa hiyo itakuhitaji wewe ufanye nini? Uinstall. Baada ya hapo utasubiri ikisha install itamaliza. Ikisha maliza utakuja sasa, utarudi kwenye application zako, utaikuta Alibaba hii hapa. Utaikuta Alibaba hii hapa imeshakaa hapo. Sasa vitu vya kujisajili sasa katika application yako. Itakuhitaji email yako. Utaingiza email yako, majina yako mawili, nchi uliopo, tayari utakuwa umeshajisajili. Jinsi ya kufanya, utakuja hapa kwenye Alibaba, utabonyeza hapo ili kujisajili. Ukishabonyeza itakuletea ujumbe kama huu. Ukishakuja ujumbe kama huu utakuja hapa register or sign in. Kwenye My Alibaba utakliki hapa kwenye haka icon ya kama My Alibaba. Ukisha kliki hapo sign in or register, utajaza taarifa zako hapa. Ukisha kliki hapo utajaza taarifa zako, majina yako na nchi ambayo unatokea. Baada ya hapo basi utasubiri email yako itahakikiwa. Subiri ifunguke, kisha email yako kisha funguka, utabofya tena hiyo. Ukishajaza taarifa zako, bofya kwenye alama ya mshale ili uweze kuendelea. Kwa hiyo hapo umejaza nchi, umejaza majina yako, umejaza email, umejaza password. Baada ya kufanya hivyo, bonyeza next. Tayari unaweza kuendelea. Alibaba watakutumia kodi maalum kwa njia ya email yako, na utakwenda kwenye email yako, utaichukua ile, alafu utaitumbukiza pale kwenye Alibaba. Ukisha itumbukiza pale, tayari hiyo kodi, kama unashindwa kuipata, si unaenda kwenye email tena. Hatua ya kwanza, fungua app yako ya email hii hapa. Ukija hii hapa utakuta hapa Alibaba Group Verification Code. Ni hii hapa, kwangu mimi hapa imekuja hapo alama ya orange hiyo. Nikisha ichukua na kuja hapa kwenye application ya Alibaba huku na create account, naingiza hapo, jaza hapo. Alafu
utaklik hapo create account. Tayari, hongera kwa kujisajili katika soko la Alibaba. Mpaka hapo tumeshakamilisha, umeshajisajili soko la Alibaba. Tumeelewana? Na utaonekana kama hivi, majina yako kamili yataonekana hapo kama mimi ya kwangu yanavyoonekana. Na tayari unapoingia kwenye application yako sasa Alibaba utakuwa unaonekana majina yako kama hivi, manake umeshajisajili. Na kama unavyoona hapo tayari mwenzio nimeshajisajili na Alibaba. Hongera sana, kwani tayari na wewe umeshajisajili. Sasa kuna mambo ya msingi hapa nataka nikupime tu. Je, umeweza kudownload application ya Alibaba katika simu yako? Basi utanijibu kwenye comment hapo. Je, nimeweza kujisajili katika application ya Alibaba kwa kufuata hatua ulizojifunza? Unaweza hapo kujiuliza mwenyewe, je, nimeweza kupitia hatua nilizojifunza? Na hapa pia unaweza ukanijibu hapo kama umeweza kujisajili, niambie, nashukuru sana. Na kama umepata changamoto basi niambie hapo chini ili niweze kukusaidia. Sasa tumeshamaliza jinsi ya kujisajili katika application ya Alibaba. Kinachofuata hapo ni aina za wauzaji Alibaba. Tuangalie kuna wauzaji wa namna gani. Sasa kuna wanaouza products. Hawa wanauza, yani wapo aina mbili. Wauzaji wa aina mbili. Kuna wanaouza products kwa maana bidhaa, alafu kuna hawa manufacturers kwa maana hawa ni wale suppliers, wale wenye viwanda, sasa wazalishaji wale. Na usipokuwa makini unaweza ukashangaa kwamba umenunua mzigo kutoka China, lakini kumbe umenunua kwa wale wachuuzaji, retailers, wafanyabiashara wadogo ambao nao wananunua viwandani alafu wanauza kwenye soko la Alibaba. Kitu ambacho kitakufanya kwamba upigwe bei kubwa alafu ukose faida nzuri. Na wakati mwingine pia inakuletea pia changamoto hata kwenye upande wa kupata kwa kupata quality products. Kwa hiyo ni vizuri sana ukawa makini katika ununuzi wa bidhaa zako. Wako watu wa aina mbili. Kwenye huyu mtu wa manufacturer, huyu mara nyingi anakuwa ni supplier. Na mara nyingi huyu mtu unapomwomba sample anakuwa muelewa. Na mara nyingi huwa anataka kujenga uhusiano wa moja kwa moja, yani kwamba mfanye biashara kwa muda mrefu. Kwa hiyo sio mtu wa kusema kwamba anataka labda auze leo alafu upotee. Huwa anataka kutengeneza wateja wa muda mrefu. Lakini huyu wa products, huyu hana cha kupoteza. Anaweza kuwekea malonya kwenye loba lake, na hata mkishindwana basi ndio imeisha hiyo. Hakuna urafiki tena. Ukirudi tena ni mwingine tena. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini. Sasa huyu muuzaji manufacturer mara nyingi anauza vitu vingi kwa sababu ya biashara, na products huyu anaanza kuuza kitu kimoja ili tu kwa matumizi binafsi. Huo ndio tofauti wao. Sasa unawezaje kumtambua kwamba ni muuzaji wa bidhaa au supplier mwenyewe kutoka viwandani? Ukifungua application kwenye simu yako, application yako, utaona kuna products, alafu utaona kuna manufacturers. Hata hapa kwenye simu ya kwenye laptop yangu naweza nikaona pia nakuja hapa kwenye categories. Hapa kwenye categories nafikiri kitu sahihi hapa, ngoja nije home. Okay, nimekuja hapa home. Naweza kuona hapa huyu ni products, hawa ni wauzaji, hawa ndo wale winga, wale wapambanaji, si ndio? Alafu ninapokuja hapa, hivi ni viwanda, hawa ni suppliers. Hapa sasa ndo natakiwa kufanya manunuzi kwenyewe na sio kwenye products. Alafu kuna hawa worldwide. Worldwide wanategemeana na eneo ulipo. Unaweza ukaupo Marekani na ukapata supplier wao kwa upande huko, kwa nchi yako uliopo huko, na mkawasiliana. Kwa hiyo unaweza ukatafuta hapa. Kuna wengine mpaka Tanzania pia wapo. Ngoja nione bendera ya Tanzania, sijaiona. Bendera ya Tanzania sijaiona kwa worldwide. Kwa kitu kama hicho. Kwa hiyo ukija kuona hapa manufacturer, hapa ndo sehemu sahihi sasa kufanya nini? Ya kununulia bidhaa, kwa sababu unakuwa unadili na viwanda moja kwa moja. Basi ngoja tuendelee.
Sasa hapa unaweza ukaona hizi ni bidhaa ambazo nimekuwa tu nikizionyesha. Unaweza ukaona kwamba bonus hivi karibu kuna wauzaji wa kanda, regional suppliers, ndio wale kule nimekuonyesha wanaitwa jale worldwide. Okay. Faida za kununua kwenye mitandao kwenye mwenyewe kutoka China kuja kupitia Alibaba. Kuna faida nyingi unaweza ukazipata. Unajua kuna mwingine hajui hizo faida. Faida ya kwanza, inawezekana kununua bidhaa moja na zaidi. Unaweza kununua bidhaa moja na zaidi pia, yani idadi ikawa kubwa. Pia una chati na supplier moja kwa moja. Unaweza ukachati na supplier moja kwa moja. Unaweza kuomba refund kama pesa yako au kama kuna changamoto ambayo imejitokeza kwenye upande wa bidhaa ambazo umekwenda kuuziwa, basi unaweza ukaomba refund na refund ikarudishwa. Unakuwa na uhakika wa mzigo wako. Hiyo ni kweli. Unaweza kununua kuanza bidhaa ya sample safi, hiyo ni kweli. Unakuwa na uhakika wa pesa yako. Ni kweli. Inakuwezesha kuwafikia suppliers wengi zaidi tena kwa wakati mmoja. Ni kweli kabisa. Unaweza kulipia wewe mwenyewe tena kupitia simu yako. Unakuwa na taarifa ya mzigo wako wakati wowote. Pia unajenga uzoefu wa manunuzi ya mtandaoni na unaweza kuwafundisha wengine ili kujiingizia kipato. Kama nilivyokuambia, nafikiri ngoja ni highlight. Watu wengi sana wamekuwa mkifundishwa madarasa haya ya kuagiza bidhaa kutoka China. Mmekuwa mkilipia fedha nyingi sana, na wengine pia mmejikuta kwamba mbali na kulipia hizo fedha bado hamjapata ule ujuzi, hamjabobea katika kile ambacho mmekuwa mkifundishwa. Sasa wewe pia unaweza kujifunza kupitia wewe pia ukiwa mnunuzi wa vitu kutoka kule China, baadaye utakapokuwa mjuzi, basi unaweza kujitengenezea kipato kwa kufundisha watu wengine, ili namna gani unaweza ukaagiza vitu kutoka mataifa ya China mpaka kuja Tanzania, na kupitia wewe sasa wewe utakuwa mentor, utakuwa coach, na kwako itakuwa ni fursa. Na wengi tumewaona wako mtandaoni, sio mpaka niwataje majina. Watu wengi sana wanafanya hizi kazi na zimekuwa zikiwapa fedha nyingi sana kwa maisha sasa hivi. Naam. Basi tuingie katika kipengele kingine, namna ya kupata supplier sahihi Alibaba. Supplier ni nani? Supplier sasa ni yule ambaye anapatikana kwenye viwanda. Tumeelewana? Sasa ili umpate supplier sahihi Alibaba, kuna vitu vya kuzingatia. Nafikiri kuna watu wamekuwa wakilalamika na kutoa lawama, bwana Alibaba kuna matapeli, kuna watu wengine sio waaminifu, kuna 1 2 3. Utapeli hauko tu Alibaba, hata Kariakoo utapeli upo, hata Bongo hapa pia utapeli upo. Sasa vitu gani vya kuzingatia ukiwa Alibaba ili uweze kupata supplier asiyekuwa na kona wala asiyekuwa na changamoto zozote? Ili kupata supplier sahihi Alibaba, tumia vigezo hivi. Kuna vigezo hapa nimekuwekea. Hivi ni vitu muhimu sana, ukifuatilia utapata supplier sahihi. Cha kwanza, hakikisha ana trade assurance. Je, trade assurance ni nini? Hii ni bima ambayo supplier anailipia. Huu ni ulinzi wa bidhaa yenu. Ikiwa kuna changamoto yoyote itajitokeza akiwa anasafirisha bidhaa au mzigo wako, basi bima itawalinda wote wawili. Na pia muuzaji hulipwa pesa yake hadi Alibaba itakapojiridhisha kuwa mnunuzi umeridhishwa na bidhaa. Ili kujua zaidi kuhusu trade assurance, unaweza muuliza supplier wako kama anayo trade assurance. Kwa hiyo hii itakusaidia kutengeneza ulinzi baina yenu ninyi wawili, kati ya wewe mnunuzi na yule muuzaji. Lakini pia muuzaji pia hawezi kulipwa pesa kabla mpaka wewe mteja utakapokuwa umepokea mzigo wako na ukajiridhisha kwamba mzigo una quality ile ambayo ulikuwa umeiagiza. Kwa hiyo ili kuweza kujua kwamba supplier wako ana trade assurance, unaweza ukapitia pale kwenye account yake. Kuna namna jinsi wanajisajili pale, wanajieleza kwenye trade assurance, tutaona baadaye huko. Lakini pia unaweza ukamuuliza moja kwa moja kwamba je, anayo trade assurance, na yeye atakujibu. Nitafundisha namna baadaye ya kuweza kumuuliza supplier wako ili kuweza kupata taarifa hiyo ya msingi. Kitu cha pili, tazama all reviews and feedback. Kuna kitu kinaitwa reviews and feedback. Hizi reviews ni nini? Hizi reviews ni maoni ya watu ambao tayari walishafanya manunuzi
katika supplier huyo au katika kiwanda hicho. Sasa watu hao wanaweza kueleza kwamba je, mzigo ulikuwa ni sawasawa na kama vile ulivyokuwa umekuwa described, yani umekuwa umeainishwa, au kuna changamoto ndogo ndogo ambazo zimejitokeza. Vipi kuhusu usafirishaji wake? Vipi kuhusu uaminifu wake? Vipi kuhusu quality, kwa maana ubora wa hiyo bidhaa ambayo tayari imeshanunuliwa kwa watu wengine. Kwa hiyo jitahidi kuzisoma hapo. Usikurupuke tu umeona kitu unanunua. Jitahidi kufuatilia hicho kigezo. Kigezo cha 3, nunua kwa verified supplier. Huu ni uthibitisho ambapo supplier hupewa cheti baada ya kufikisha mauzo ya dola 10,000. Verified supplier. Na mara nyingi huwa na katiki ametikiwa. Tutamuona baadaye huko. Sio kila mtu unakwenda unanunua na kurupuka tu. Mtu amejiunga labda mwaka huu, mwaka jana, unaanza kununua kwake. Hajakuwa verified, kwa maana hana uaminifu na hajaweza kufikia mauzo ya dola 10,000. Kigezo cha 4, muda wa kujibu, response time. Huu ni muda ambao supplier utamchukua mpaka kujibu ujumbe wa maulizo ya wateja wake. Mfano, kama wewe ukiuliza kuhusu bidhaa, supplier hapaswi kuzidi masaa 5 kukujibu. Kama hana hiyo sifa, basi hafai. Na hiyo imejieleza pale kwenye akaunti yake. Kigezo cha 5, kutuma mizigo kwa wakati, on time delivery. Hicho ni kipengele nacho. Kuna wakati unaweza ukajikuta umeagiza kitu alafu unalia kweli kweli kwa sababu tu supplier ameshachukua advance na mzigo hatumi wala haeleweki wala hajibu meseji. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa kuzingatia. Huu ni muda ambao utamchukua supplier kuandaa na kuchukua mzigo wako mpaka sehemu ya kusafirishia au kufika ofisi ya cargo ambayo unaitumia. Lakini kigezo cha 6, muda ambao amedumu katika mtandao wa Alibaba. Sasa hapa ndo kama nilivyokuambia, sio kwamba mtu kajisajili jana, leo au mwaka jana unakwenda kufanya naye biashara. Kimsingi ni kwamba huyu mtu bado mgeni na uaminifu wake bado haujapimwa na Alibaba pamoja pia na wateja wengine. Kwa hiyo muda ambao amedumu katika mtandao wa Alibaba ni kigezo cha msingi sana. Kama utafuatilia vigezo hivyo 6, sidhani kama utakuja kulia au utakuja kuniambia kwamba umekutwa au umekutana janga la matapeli kwenye mitandao ya Alibaba. Na hivi ndivyo ambavyo mimi huwa nafanya, kwa sababu hichi ninachokwenda kukuambia ni uzoefu ambao nimekuwa nikiutumia, na ndio maana nikakuandikia mwongozo huu na kitabu hichi, na nimekuandalia darasa hili la bure ili uwe wa kwanza kupata ujuzi huu bila gharama yoyote. Natumaini utakuwa umenielewa hapo katika kuchagua supplier sahihi, na kama una changamoto yoyote basi niletee maoni yako hapo chini ili tujue namna gani tunaweza kukusaidia. Tuje kwenye kipengele kinachofuata, kubadili bei za bidhaa kwenda pesa za Kitanzania. Watu wengi mmekuwa mkishuhudia unapofungua mtandao wako wa Alibaba, unaona pesa iliyoandikwa pale ni pesa ya dola. Sasa kumbuka kwamba sisi matumizi yetu ya dola sio ya kila siku. Kwa hiyo hatuko vizuri sana kuichakata dola kujua kwamba ni sawa na pesa ngapi za Kitanzania. Sasa ili kuweza kuibadili pesa hiyo ya dola kwenda kwenye pesa za Kitanzania, kuna hatua ambazo nakwenda kukufundisha hapa chini. Na hivi ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya. Cha kwanza unaweza ukaona hapo hizi pesa zipo kwenye dola, na hata ukichukua simu yako kisachi hapo utaona vitu kama hivyo. Sasa hapa nakwenda kubadili ili zije kuwa kwenda kwenye shilingi za Kitanzania. Kitu ambacho natakiwa kufanya ili kubadili kwenda kwenye shilingi za Kitanzania, cha kwanza, kama bado hujabadili unawezaje kupambana na changamoto hiyo? Wewe cha kufanya tu, cheza na Google. Kwa siku hiyo ambayo unataka kufanya manunuzi au kuulizia bidhaa fulani, basi unaweza kwenda Google na kuuliza labda dola moja leo inabadilishwa kwa shilingi ngapi pesa za Kitanzania. Basi unaweza kuzidisha mara idadi ya pesa ambayo umeonyeshwa pale zile dola, unapata kiasi kamili ambacho ungepaswa kulipia bidhaa hiyo. Lakini kabla hujafika huko mbali, hebu tuone namna gani unaweza kubadilisha. Na mimi hapa nimekuletea Google Exchange, kwa maana kwamba namna gani unaweza kubadili kiwango cha dola kwenda kwenye Tanzanian shilling. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kutumia hatua ya kwanza hiyo hapo. Lakini bado haitoshi. Mimi nakupeleka kwenye hatua ya pili ambayo kwako itakuwa ni nzuri sana. Huyu unaweza kumuona hapo. Hii ni dola 1.99 mpaka dola 3. Na minimum order
au MOQ ni PC moja tu, na huyu amekuwa verified, huyu ana miaka 2. Sawa. Sasa kama ilivyo, unaweza ukamchukua huyu ukampeleka kwenye Google ukabadili kwenda kwenye pesa za Kitanzania, alafu baadaye ukazidisha mara 1.99 ukapata kiasi cha fedha kama nilivyokwenda kuchanganua hapo kwenye kitabu. Kwa wale ambao mtakwenda kubahatika au mtakwenda kukipata hichi kitabu, basi mtajisomea zaidi kwenye hayo. Hebu tuangalie sasa kubadili pesa kama pesa sasa, ili isome kwenye pesa za Kitanzania. Njoo kwenye application yako ya Alibaba. Baada ya kuingia kwenye application yako ya Alibaba, basi utakwenda sasa kufungua ile My Alibaba. Click hapa My Alibaba app, utaifungua. Ukishaifungua, utakuja hapa mkono wako wa kulia juu, utaona kuna kalama ka bendera ya Marekani na inasoma USD, manake United States Dollar. Sasa ukishafika hapo, unakuja hapo, subiri ifunguke. Umeclick hapa, manake jitahidi ubofye sasa hapa. Ukishabofya kifunguka, basi utakuja utachagua bendera ya Tanzania yako ambayo ni hii Tanzania. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, unakuja hapa kwenye currency, pia unakuja kubadili hapa hiyo sarafu hiyo, utakwenda kubadili kuitafuta Tanzanian shilling. Una scroll unakwenda chini mpaka uipate Tanzanian shilling. Hii hapa tumeipata. Haya, ukishaipata basi utaiclick hiyo. Tayari okay, chukua okay. Hongera sasa, bei za bidhaa zako zitaonekana kwa pesa ya Kitanzania. Hapo tayari utakuwa umeshatatua changamoto ya kwenye pesa kwenye malipo ya kwenye application yako kuonekana pesa za Kimarekani. Baada yake sasa utakuwa unaona pesa za Kitanzania. Haya, hongera. Unaweza ukajipima mwenyewe pia. Je, kwa kufuata hatua katika hizo hapo juu, unaweza kubadili pesa zako kwenda kwenye pesa za Tanzania? Najua kwamba kila mmoja anaweza, na kama una changamoto usiache kucomment hapo chini ili nikusaidie hapo nijue namna gani natembea na kila mmoja hapa. Sitaki kumwacha hata mmoja. Tuje kwenye kipengele kingine. Sasa tunakuja kuangalia jinsi ya kuchagua bidhaa zenye ubora na kuepuka matapeli katika masoko ya China. Namna jinsi ya kuchagua bidhaa zenye ubora, kama nilivyojadiliana kule, kuna vipengele 6 tulivisoma kule, lakini hapa pia nakukumbusha uangalie wauzaji waliokuwa verified, muda wa muuzaji sokoni, mrejesho wa manunuzi wengine, wale walionunua tayari feedback zao. Pia unatumia na vile vigezo 6 ambavyo nimekuwekea kule juu. Tumeelewana? Haya, wauzaji waliothibitishwa au wauzaji waliothibitishwa unaweza ukawatambua. Kuna ka icon ya ka verified. Umeona hii? Huyu hajathibitishwa, lakini huyu hapa amethibitishwa. Umeona? Haya, unakuja kuangalia muda wa muuzaji sokoni. Muda wa muuzaji sokoni kuna miaka 7. Angalau mtu asikae chini ya miaka 3. Yaani usimkute mtu chini ya miaka 3. Umeona? Sasa hapa kuna hayo mifano nimekutolea hapo. Kuna muuzaji chini ya miaka, kuna muuzaji wa kwanza na miaka 2, muuzaji wa pili miaka 3, muuzaji wa tatu miaka 3. Mimi nakupendekezea miaka hiyo 3. Tumeelewana? Huo ndio muda wa wauzaji hawa sokoni. Ukija hapa, ukiangalia hapa, unaweza kaona mwaka huu hapa, mwaka huu hapa, mwaka huu hapa. Sasa muuzaji wa kwanza ni miaka 2 kama nilivyokuambia, na mwingine 3. Mrejesho. Unaweza kaja ukaangalia hapo mrejesho wao, namna gani watu wamecomment, watu wanasemaje. Pia unakuja hata kuangalia kwenye nyota. Nyota zipo ngapi? At least nyota zikiwa 4 na kuendelea kwenda juu, zisiwe 3. Umeona jinsi watu walivyo comment vizuri? Hapo inakuwa vizuri. Basi hayo ndiyo mambo ya msingi ambayo unaweza ukayafanya wakati unataka kukwepa matapeli kwenye mtandao wa Alibaba. Na kama umeweza kuitumia hiyo checklist ya kutafuta verified seller, muda aliokaa sokoni usipungue miaka 2, angalau muuzaji awe na nyota 3 na kuendelea, basi nitakupa na bonus hapa. Kuna bonus jinsi ya kujua ujazo au CBM za mzigo wako. Sasa kuna vitu vya kujua hapo kwenye upande wa CBM, namna jinsi ya kusafirisha mzigo wako. Mara nyingi CBM huwa inakuwa ni urefu mara kimo mara upana.
Huu ni ujazo wa boksi lako ambao linasafirishwa kutoka China kuja Tanzania. Na mara nyingi ujazo huu huwa unapimwa kwa njia ya maji. Kama unasafirisha mzigo wako kwa njia ya meli, kwa maana kwamba kadiri boksi itakavyokuwa kubwa ndio kadiri pesa yako utakavyokwenda kuilipa kubwa. Na ndio maana unavyoonaga vitu vya nje vinavyokuja huwa wanavicompress, yani huwa wanaviminya. Sijui kama ushaona yale mabalo ya mitumba, mabalo ya nguo huwa zinaminywa kwanza, alafu sasa zinakuwa ndogo ndo wanapakia ile mizigo. Sasa hapo kuna hesabu fupi ambayo tutakuja kufundishana siku za mbeleni, namna ya kuweza kukokotoa CBM yako na kujua nauli ya boksi lako unatakiwa lipie shilingi ngapi. Sasa kuna kazoezi hapo tutakuja kuangalia siku za mbeleni, na leo nimependa tu kuwapa huo mwongozo. Hizo ni hesabu ndogo tu, sio hesabu kubwa sana. Tawasaidia kadri utakavyokuwa unafanya manunuzi yako mtandaoni, utajua kipi cha kufanya. Tuje hapa jinsi ya kuchagua bidhaa katika soko la Alibaba. Unachaguaje bidhaa? Kuna njia mbili za kuchagua bidhaa: kutafuta kwa kutumia jina, lakini pia kutafuta bidhaa kwa njia ya picha. Unaweza ukatafuta kwa njia ya jina, ukauliza kitu. Jinsi ya kutafuta bidhaa kwa kutumia picha: unatumia picha, unapandisha picha, basi wanafanya nini? Wanakuletea vitu vinavyofanana na hicho unachokitafuta. Kwa unaweza kaona labda umekuta TV kwa mwenzako, umeipenda, ukaipiga picha tu, kija Alibaba unaitafuta ile picha, unapandisha ile picha, ile TV au TV zinazofanania na hiyo brand zitaletwa pale. Na utakuja kwenye application yako. Sasa jinsi ya kufundisha au jinsi ya kutafuta bidhaa kwa kutumia picha, click hapa kwenye application yako ya Alibaba, alafu utakuja, ukisha click hapo, baada ya kufungua app, bofya sehemu ya search bar. Utabofya sehemu ya search bar. Ukisha bofya hapo, utakuja hapo juu, alafu utakliki kwenye sehemu unayohitaji, kama ni kwa njia ya maneno au kwa njia ya picha. Kuna kamera pale pembeni mkono wa kulia. Alafu baada ya hapo, mfano mimi nataka pouch za wanawake, nitaandika women handbag. Aya, mimi nitaandika hapo, natafuta sasa kwa njia ya kawaida. Tumeelewana? Nikiandika hapo zinakuja hapo hizo women handbag. Zinakuja nyingi tu. Women handbag zinakuja nyingi tu hizo hapo. Lakini kama nataka sasa kutumia picha, basi nitakwenda kupandisha picha. Tumeelewana? Nitakwenda kupandisha picha pale kwenye kamera na hizo handbag zitakuja. Sasa jinsi ya kutafuta kwa kutumia picha hapo. Tumeshaona pale unatumia nini? Tumesema unatumia maandishi. Picha yetu ni hiyo hapo. Umepata hiyo picha labda Instagram au Facebook, kama vile mchakato ni ule. Unafungua application yako Alibaba, unakuja kwenye kamera ka icon ka kamera. Ukishakuja hapo, basi utakuja kwenye faili lako, mafaili ya simu, utapandisha hiyo picha ya hiyo cheni ambayo unataka itafutwe. Basi utaona hizo hapo zimetoka nyingi. Utaangalia na bei zake na utaanza kufananisha hata bei. Utaona labda kule Instagram wanauza bei kubwa, lakini ukija huku China unashangaa unaona ni bei ndogo sana. Tumeelewana? Haya, unataka kuchati na muuzaji, unakuja hapa chati nao. Unazungumza naye, unataka kufahamu labda bidhaa yake ikoje, basi vitu kama hivyo. Unaendelea na mazungumzo na kuchati na nani? Na huyo muuzaji, supplier. Bonus tip. Kuna kitu ambacho labda wengi hawakijui. Njia 3 ya kutafuta bidhaa katika soko la Alibaba. Sasa hicho kitu ni kwamba katika njia hii utafanya kuuliza. Kuna namna nyingine pia, unaweza njia ya 3 hii bonus, unaweza kumuuliza supplier kwamba kuna kitu ambacho nakitafuta kinafanana na hii hapa. Kama umekosa kwa supplier wengi, basi unaweza kumuuliza huyo supplier ambaye hahusiki na hicho kitu, naye atakusaidia kutafuta hicho kitu. Mwisho wa siku utakuwa umepata msaada mzuri kabisa. Tuende tuangalie jinsi ya kuwasiliana na wauzaji wa bidhaa China. Sasa hapa kuna mtu atasema, mimi sijui Kiingereza, mimi elimu ya darasa la 7, mimi sijui 1 2 3. Aya, tuangalie. Hakuna vitu vingi ambavyo vinahitajika namna jinsi ya kuwasiliana na au supplier kule China. Taarifa za msingi za kumuuliza muuzaji wa bidhaa katika soko la China ni hizi hapo. Kwa unaweza ukachukua hii template, yani kama nilivyokuandikia hapa. Taarifa ya kwanza lazima ujue MOQ, hii minimum order quantity, bei ya bidhaa, uzito na ujazo wa bidhaa, punguzo la bei. Kama kuna discount unaweza ukaipata endapo ukachukua labda pisi kadhaa. Ni muhimu sana. Hata kama unaona labda hakuna discount, lakini muhimu kumuuliza mchina akupe discount, kwa sababu kupitia hivyo pia unaweza ukapata discount hata $2 3. Itakusaidia, ita save, itaongeza kwenye nauli. Tuanze na MOQ. Hii hapa ni minimum order
quantity. Kama tulivyosema mwanzoni, nakumbusha, ukija hapa chini mean order ni pisi 24. Ukichukua pisi 24 kwa kila hii hand mixer hii utauziwa kwa shilingi 6968. Lakini ukianzia pisi 1500 na kuendelea utauziwa 6500. Kwa kuna shilingi kama 300 zimepungua hapo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo natakiwa kujua kwamba minimum order ya hiyo bidhaa unayotakiwa kuchukua ni pisi ngapi, ili kama akisema labda ni pisi 24 na wewe una pesa kununua pisi 20, basi utazungumza naye. Tumeelewana? Haya, lakini pia kuna bei ya bidhaa hapa. Tuangalie bei ya bidhaa. Bei ya bidhaa iliyoandikwa mara nyingi kule Alibaba sio ile ambayo unatakiwa kufanya nini? Kuinunua. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzungumza naye. Unapokuwa unachat naye, muulize kwamba how much do you sell? Yaani kile kitu ambacho anakiuza ni shilingi ngapi? Hata kama umeiona pale, kwa sababu mara nyingi ile ni bei tu kwa ajili ya kuonyesha, kudisplay bidhaa zao. Pia tunakuja kwenye uzito na ujazo wa bidhaa. Kabla hujasafirisha ni vyema ukamwomba Mchina akupigie picha na akupimie vipimo boksi lako ili ujue gharama ni shilingi ngapi boksi lako kusafiri kutoka China mpaka huku Tanzania. Na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Sasa mfano wa ujumbe au message ambayo unaweza kumtumia Mchina ni hii hapa. Yes, nime highlight. Unaweza kaanza hapo, hello, I am interested with your product. I would like to ask you some few questions before we proceed with the order. Namba 1, what's your MOQ? Namba 2, what's your best price for units? Namba 3, what's the net weight for 50 units? Namba 4, what's the total CBM for 50 unit? Thank you. Hata kama hujui Kiingereza, ukitumia tu hiyo message ukimtumia Mchina utapata majibu mazuri kabisa, na tayari unaweza ukafanya nini? Ukaagiza bidhaa zako kutoka China. Na tukizungumzia hizo units ni idadi ya bidhaa unazotaka kuagiza kwa muuzaji wako. Hizo ndo units. Hizo sije kafikiria units za umeme. Mimi nimeweka mfano wa idadi ya bidhaa 50, lakini wewe unaweza kaongeza 100, 20 na kuendelea. Zile pisi ambazo wewe unazitaka jamani, ndio utakuwa unarekebisha hapo chini. Jinsi ya kufanya malipo Alibaba. Unawezaje kufanya malipo ya Alibaba? Sasa malipo ya Alibaba kwa wale ambao labda wanapata changamoto namna gani ya kulipa, na nafikiri njia nzuri ni kutumia tu simu. Yaani huna wasiwasi, unatengeneza Mastercard kwa M-Pesa, tayari unaweza kufanya malipo. Sasa njia za malipo, kuna njia ya kwanza, kuna njia ya malipo, kuna taarifa muhimu wakati wa kufanya malipo. 3, jinsi ya kulipia kwa njia ya laini yako ya simu. Njia za malipo, unaweza ukalipa kwa njia ya Visa au Mastercard, Western Union, PayPal, wire transfer au TT au escrow. Sasa kama unataka kutumia hii wire transfer unaenda benki, kama unatumia kutumia Western Union benki, Mastercard, Visa, kuna watu pia wana kadi za Mastercard au Visa. Hawa pia wanaweza kufanya malipo. Lakini hata kama una kadi hizo, kuna kadi nyingine, kuna baadhi ya benki hawajazi activate hizo kadi kufanya malipo ya mtandaoni. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukajaza fomu na ukaomba wairuhusu kadi yako ili iweze kufanya malipo ya mtandaoni. Kwa hiyo hiyo pia ni sehemu ya kukusaidia wewe. Lakini pia kuna hizi e-Visa au electronic Visa au Mastercard ambazo siku hizi zinapatikana kupitia mitandao ya simu, na hizo kadi unaweza ukazichukua tu ukazipata kwa urahisi sana. Hii PayPal, hiyo ni mitandao kidogo, mtu awe mjanja kidogo kwenye mitandao ili aweze kuitumia hiyo. Sasa kila njia ya malipo ina uzuri pamoja na madhaifu yake. Sasa mimi nataka nikutafutie tu njia ambayo ni nzuri, ambayo ni rahisi, unaweza ikafikika kwa wakati. Taarifa ya muhimu wakati wa malipo. Kabla hujafanya malipo mpendwa, jitahidi kwanza uwe na majina mawili. Kwa mfano kama mimi naitwa Alex Maganga, nimeweka hapa majina yangu mawili. Alafu uwe na taarifa ya pili hapo, njia ya malipo unayotumia, mfano iwe benki, Visa au Mastercard. Uwe na email, barua yako pepe ambayo ni email active inafanya kazi, address ya msafirishaji wa mzigo utapewa na agent wako. Sasa Alibaba jamani, kule huagizi, yani huusafirishi wewe kama wewe, lazima uwe na agent wa kukusafirishia. Yako makampuni ambayo yanafanya hizi shughuli, yako mengi sana, nitakwambia hapo baadaye. Kama vile mfano kuna Silent Ocean, kuna Mapembeleo, kuna Mo Cargo, zipo cargo nyingi sana ambazo zinafanya hizi kazi. Sehemu uliopo, mfano unaweza kaandika Morogoro au Dar es Salaam au Pwani,
Tanzania. Ni muhimu sana kutoa hizo taarifa zako kabla ya malipo, ili mchina aweze kuzijaza kwenye invoice yake, ambapo anakwenda kufanya nini? Anapokwenda kufungishia oda yako. Sasa neno la kuandika katika mzigo au tunaita maki. Mfano kwenye mzigo wako unaweza kumwambia andike TH 978. Tumeelewana? Maki yoyote ambayo unataka iandikwe ili mzigo wako iwe nafuu kuonekana, kama itatokea changamoto ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanya mzigo wako usionekane. Kwa hiyo maki ni muhimu sana jamani. Kwa kuna vitu 6 hapo nimewekea ambavyo hivi unavitoa kabla hata hujaanza kutoa malipo. Kuna majina kamili, unatakiwa uwe na Visa Mastercard, alafu kuna jina lako hapo, email yako hapo, na anwani yako ya agent unampa mchina. Unampa hivi vitu mchina, eneo unaloishi, kama ni mkoa Pwani, kama ni mkoa Dar es Salaam, kama ni mkoa Morogoro, alafu pia unatoa na maki. Maki nimesema ni alama yoyote ambayo ungependa. Kuna wengine wanaita labda MJ 920 labda 99 G kubwa na K kubwa, vitu kama hivyo. Hiyo ndo maki, ni alama tu ya kufanya mzigo wako yani uonekane, usije ukajichanganya na mizigo mingine, na hata kama ikichanganya basi itakuwa rahisi kwa sababu kuna hiyo maki. Tumeelewana? Sasa taarifa hizo zote tayari unazijua, isipokuwa ni address ya msafirishaji wako. Hii ni anwani ya ofisi za msafirishaji wako kuhusu ofisi za msafirishaji, kuhusu ofisi za usafirishaji. Baada ya kumtumia taarifa muuzaji atakupa linki itakayokupeleka katika sehemu ya kulipia, inaitwa payment link. Kwa hiyo hizo taarifa zote ukishampa nani huyo muuzaji, atakutumia linki ili uweze kufanya nini? Kufanya malipo. Sasa jinsi ya kufanya malipo kwa njia ya line ya simu. Wewe tunaenda kutumia Vodacom moja kwa moja chap hapa, ndipo kuna mitandao ya Airtel, Tigo pia siku hizi wanatoa hizo huduma, lakini twende Vodacom hapo. Jinsi ya kutengeneza kadi yako ya malipo ya Vodacom. Bonyeza 150 nyota, bonyeza hiyo hapo nyota 150 nyota 00 leli kuingia katika menu ya M-Pesa. Kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Kisha chagua namba 6 Voda Visa Card. Kisha chagua namba 1 tengeneza kadi. Wow. Jinsi ya kuweka pesa sasa katika kadi yako. Tayari umeshatengeneza kadi hapo. Bonyeza nyota 150 nyota 00 leli kuingia katika menu ya M-Pesa. Kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Kisha chagua namba 6 Voda Visa Card. Kisha chagua namba 3 weka pesa, weka kiasi unachotaka, weka namba yako ya siri, kisha thibitisha. Unapokuwa unaweka pesa kwenye M-Pesa Visa Card yako, maana hiyo pesa ipo kwenye M-Pesa Money yako. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho unakifanya hapo. Zingatia, ili uweke hela katika akaunti yako ya M-Pesa Visa Card ni lazima uwe umeshatengeneza kadi yako kwa kufuata hatua zote hapo juu. Hongera kwa kukamilisha taarifa muhimu za kadi yako. Ni tayari utatumiwa ujumbe na Vodacom. Jina la kadi, jina lililotumika wakati unasajili line, namba za kadi, tarakimu 16 za kadi yako, expire date, mwezi na mwaka, CVV, tarakimu 3 za siri. Zingatia. Angalia mfano wa kadi hapa. Kwa unaweza kaona hizi tarakimu nyingi zina namba ya kadi. Expire date ni mwezi wa 8 mwaka 2023. CVV ni zile namba za siri labda 666. Sababu zinakuwa 3 tu. Basi hapo umeshakamilisha. Taarifa muhimu za kadi ya malipo. Majina yako mawili, namba ya kadi, expiration date, tunakuja CVV namba. Hivyo ndio vitu vya msingi kama unavyokuona hapa. Namba ya kadi hapo, expire date hapo, alafu hapa tunakuja CVV namba za nini bwana? Security. Jina la kadi, majina yako uliotumia kusajili laini ya simu, namba ya kadi ni hizo tarakimu 16, expiration date ni mwezi na mwaka hapo umewekewa. CVV hizo hapo namba za security. Haya, baada ya hapo hizo ndizo ambazo unakwenda kuingiza kwenye linki ile ambayo umekutumia mchina. Utaambiwa namba ya kadi, unaingiza namba ya kadi. CVV unachukua CVV pale unaingiza. Expiration date unaingiza pale mwezi na mwaka. Imekwisha hiyo. Baada hapo ukiklinki tap, tayari malipo yameshafanyika na mzigo wako tayari umeshalipiwa, tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda kwa cargo ambayo unatumia kusafirisha. Unaweza ukajipima wewe mwenyewe pia. Unaweza ukaiona Unique Cargo hapo. Hii Unique Air Cargo unaweza chat na mchina hapo. Mtafute muuzaji wa bidhaa, jifanye kama umevutiwa na bidhaa zake, kisha omba kulipia.
Jibu maswali ya muuzaji kama atakavyokuuliza. Tengeneza kadi ya M-Pesa, Visa kadi, alafu akutaka address ya kutuma mzigo wako, unaweza kumtumia hiyo hapo Unique Air Cargo. Utaona jinsi mambo yalivyo mepesi. Yaani safi kabisa. Sasa hii inasafirisha kwa njia ya nini? Kwa njia ya ndege. Na zipo nyingine zinasafirisha kwa njia ya maji. Tuangalie sasa, umeshaweza kulipia, umefanya vitu vingi sana. Je, unasafirisha vipi mzigo wako? Usafirishaji wa bidhaa kutoka China. Sasa ziko hatua nyingi za kusafirisha. Unaweza kusafirisha kuna aina za usafirishaji, kuna vitu vya kuzingatia wakati uchaguzi wa usafiri, jinsi ya kufanya pia malipo kwa wasafirishaji. Sasa usafiri, kuna aina za usafirishaji, uko usafiri wa ndege na usafiri wa maji. Usafiri wa ndege au usafiri wa anga ni mzuri sana. Ni harama kidogo, harama yake nazidi usafiri wa maji, lakini ni haraka. Kuna vitu vidogo vidogo kama vile unaagiza labda cheni, unaagiza labda hizi phone accessories, unaagiza simu, vitu ambavyo uzito wake ni mdogo na ungetamani vije haraka ili uendelee na biashara zako, unatumia ndege. Lakini pia kuna vitu ambavyo unaweza kuna mashirika mengi ambayo yanatumika kwenye kufanya nini? Kusafirisha kwa njia ya anga. Yako mashirika mengi, kuna Unique Air Cargo, kuna Shamwa, Target Air Cargo, Tani Air Cargo, Silent Ocean, Mapembelo Cargo, Tosh Cargo na kuendelea. Zipo nyingi, kila siku zinafunguliwa hizo kampuni. Wewe mwenyewe utapitia kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, utajilizisha pia na wateja wana comment vipi, wanasemaje kuhusu hiyo kampuni, basi utaichagua, mambo safi. Tuje kwenye usafirishaji wa maji. Hapa sasa bwana, kwenye usafirishaji wa maji cha kwanza huwa inachukua muda mrefu, siku 30 mpaka 45. Kwenye usafiri wa ndege kule waga inachukuaga siku 7 mpaka siku 14. Inategemeana, unaweza wakati mwingine siku 4, siku 3 ndege imeshafika hapa. Inategemeana, lakini mara nyingi ni wiki 2, wiki 1 mpaka wiki 2. Lakini usafiri wa maji hapa ni wiki 4 mpaka wiki 6. Kwa maana siku 30 mpaka siku 45. Lakini wenyewe usafiri huu ni nafuu sana. Haya, bei za usafirishaji ndo vile huwa wanapima kwa nini? Kwa CBM. Kwa hiyo huwa inapima. Kwa ndege mara nyingi wanapima kwa kilo na kuendelea. Lakini kuna kampuni ambazo unaweza kutumia pia kwa kusafirisha kwa njia ya maji. Unaweza kutumia Unique Sea Cargo, unaweza kutumia Silent Ocean, GNM Cargo, Mapembelo Cargo na kuendelea. Kwa hiyo hapa kwa mfano mizigo gani unaweza kusafirisha hapa? Mizigo ile mizito ile, unaweza kusafirisha labda mabalo ya nguo makubwa, unaweza kusafirisha labda vyombo vya udongo, unaweza kusafirisha mashine, mitambo, unaweza kusafirisha vifaa vya spare za pikipiki, hardware na vitu kama vingine. Kwa hiyo vile vitu vingi ambavyo vinakuhitaji wewe kusafirisha makontena na kuendelea, ni vyema ukatumia njia ya maji. Na njia ya maji ni affordable kwa maana bei yake ni nzuri, lakini inachukua muda mrefu. Kwa hiyo ni vizuri pia ukachukua tahadhari ili unapokuwa unazungumza na wateja wako baadaye usije ukaonekana kwamba sio mtu mzuri, kwa maana nyingine kwamba mizigo haifiki kwa wakati. Basi utakuwa unawaambia kwamba ni siku ngapi wanatakiwa kusubiri ili mzigo uweze kufika. Na kama itatokea changamoto, basi mtakuwa mnayatatua katikati ya biashara zenu. Sasa malipo ya usafirishaji wa bidhaa. Malipo ya usafirishaji wa bidhaa hufanyika mara baada ya mzigo wako kufika Tanzania. Mara nyingi usafirishaji wa bidhaa upiga simu kwa wateja. Sasa hapo ingawaje siku hizi kuna kampuni pia zinaposafirisha mzigo, watu wengi sana wametelekeza mizigo. Kwa hiyo wakati mwingine huwa wanakuhitaji ulipe advance, alafu ukija hapa unamalizia, ili kampuni za usafirishaji zisipate hasara kwamba mtu ameagiza mzigo umefika haonekani. Mzigo wenyewe ukija kuangalia labda namna jinsi ya kuweza kutafutia mteja mpaka uuze ni shughuli, na kwa bahati mbaya wao wanajihusisha na usafirishaji. Mambo ya kwanza kuuza mizigo ya mteja kwao ni changamoto, inaweza ikawaletea kesi na ikafanya kampuni ifungwe. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza ukachukua tahadhari, unaweza ukaandaa kabisa pesa usafirishaji, ili hata kama unaambiwa kwamba bwana ni vyema kwamba ulipie advance sehemu ya pesa ya gharama ya nauli ya mzigo wako, alafu mzigo utakapofika basi utamalizia kiasi kilicho bakia. Na kama pia wana utaratibu kwamba mzigo utaletwa kwanza, utalipiwa hapa, basi wewe ndiye ambaye mtakwenda kuzungumza kabla ya mzigo wako kutoka kule China. Jinsi ya kufuatilia mzigo wako. Sasa hapa tunasema mzigo umeshapakiwa, sasa uko njiani unakuja either kwa ndege au kwa maji. Sasa ili kufuatilia unaweza kutumia, unapewa tracking number kwanza. Kuna tracking number ambazo unapewa na katika miongozo iliyopita
tuliangalia hatua za kuzingatia wakati wa manunuzi ya bidhaa katika masoko ya China. Mpaka sasa umeshajifunza haya: kujisajili katika masoko China Alibaba, kuchagua bidhaa katika soko la Alibaba, kuwasiliana na muuzaji China, kulipia bidhaa, kusafirisha bidhaa kutoka kwa muuzaji. Sasa ili uweze kufanya ufuatiliaji wa mzigo wako, umegawanyika katika vipengele viwili: taarifa kutoka kwa muuzaji wako na taarifa kutoka kwa msafirishaji wako. Taarifa ya kutoka kwa muuzaji wako, bidhaa. Mara nyingi unapokuwa umenunua sasa pale kwa Mchina, yeye Mchina huwa anakupa tracking number kwa zile siku 2-3 ambapo huwa anasafirisha mzigo wako mpaka kufika kwenye cargo ambayo itakusafirishia mzigo wako. Kwa hiyo ile tracking number utakuwa unaitrack katika application ya website ambazo huwa zinatoa huduma ya kutrack, au hata pale kwenye application pia Alibaba hukuonyesha kwa mzigo umefika wapi tangu kutumwa na lini utafika kwa cargo ambayo umependekeza Mchina au umetoa anwani yake kwa Mchina, kwa vitu kama hivyo. Kwa hii husaidia kupunguza maswali na kufanya mzigo pia uonekane na usipotee na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo utakuwa unatumia ile tracking number. Lakini pia kwenye upande wa pili, tracking number ni lazima umtumie msafirishaji wako ili aweze kutambua kama kweli ni mzigo wako na kuweza kuufuatilia vizuri. Pia itamsaidia msafirishaji kutambua mzigo wako umefika wapi, kama bado haujamfikia yeye. Hivyo usisahau kuomba taarifa hizo kutoka kwa muuzaji wako mara tu baada ya kufanya malipo ya bidhaa zako. Taarifa kutoka kwa msafirishaji wako mara baada ya kupewa tracking numbers na muuzaji wako, hakikisha kumtumia msafirishaji wako na umuulize kama tayari ameshaupokea mzigo wako. Kwa hiyo wewe utakuwa unamwambia yule msafirishaji kwamba je, ameshaupokea mzigo wako, na kama bado basi utamtumia ile tracking number na yeye ataweza kufahamu, na kisha upokea na yeye pia atakupatia tracking number. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza ukahakikisha kwamba mzigo wako uko sehemu salama kutoka kwa supplier Mchina mpaka kuja kwenye cargo ya usafirishaji. Lakini pia cargo ya usafirishaji pia na wao wana utaratibu wao wa kukupa tracking number ili kuweza kufuatilia mzigo wako tangu unapokuwa unasafirishwa pale China mpaka kuja huku Tanzania. Na kama kuna changamoto zote, basi yeye ndiye ambaye mtakuwa mnawasiliana katika kipindi chote hichi cha kusubiria mpaka mzigo utakapofika. Na siku hizi huwa wanatumia njia ya simu, pia wanatuma message siku 2 au 3 kabla kwamba mzigo umeshafika bandarini, unapakuliwa, unafanywa sorting, na baadaye unaambiwa basi njoo uchukue mzigo wako, tayari umeshafika warehouse. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaagiza bidhaa kutoka China kwa kutumia application ya Alibaba. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa ukinifuatilia vizuri kwenye darasa hili na umepata vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia na kujifunza jinsi ya kuweza kufanya manunuzi ya mtandao, kuagiza bidhaa kutoka viwandani China kwa bei che mpaka kufikia hapa Tanzania. Na kama kuna vitu vichache ambavyo nimeshindwa kuvielezea au sija kufafanulia vizuri, basi unaweza kucomment hapo chini ili uweze kupata msaada zaidi. Lakini pia vitu vingine viko humu ndani kwenye hichi kitabu, unaweza ukakipata. Hichi kitabu kipo kwa mtindo wa soft copy, yani unakisoma tu kwa njia ya simu yako au unakisoma kwa njia ya kompyuta yako. Basi kitabu hichi pia kitakusaidia sana 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 kuweza kufanya manunuzi yako na kuwa na ujuzi huu bila wasiwasi wowote. Basi ili kupata kitabu hichi usisite kunitumia hapo message kwenye namba yangu ya simu ambayo itakuwa chini kwenye description. Lakini pia unaweza ukacomment hapo chini na nitakupatia hichi kitabu kwa bei ya ofa, na utakipata kitabu hichi kwa bei ya ofa kabisa. Ukiniambia tu kwamba nimetoka kwenye YouTube channel ya Tanzania Marketing Pro, basi utakipata kwa shilingi 5,000 tu na badala ya shilingi 10,000.